Tunaposema Yesu Kristo ni Mungu, tunajua kwamba mentality ya watu wengi, Wakristo wengi duniani, tunajua kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Hiyo haina shaka kabisa. Yesu Kristo ni mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini kwa habari ya Yesu Kristo ni Mungu, imekuwa ni changamoto kubwa kiasi ambacho hata wanaopinga kwamba Yesu Kristo sio Mungu na Yesu Kristo sio mwana wa Mungu, sisi Wakristo watakatifu tunakosa cha kuwaambia au cha kuwafundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka sura ya kwanza mstari wa 31 hadi wa 35, tunamwona malaika Gabrieli anamtokea yule aliyekuwa bikira, ambaye sio bikira tena, Maria. Anamwambia uweza wa Kristo, uweza wa Mungu utakujia juu yako, na wewe utapokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utazaa mtoto, jina lake utamwita Yesu, Emmanuel. Na mtoto huyo atatawala nyumba ya Yakobo, ufalme wake utakuwa hauna mipaka, utakuwa ni ufalme wa milele. Luka sura ya kwanza mstari wa 31-35 unatimiza unabii uliotabiriwa na nabii Isaya kwenye Isaya sura ya 7 mstari wa 14, ambayo inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye atamwita jina lake Emmanuel, Yeshua. Ni utimilifu wa Isaya 7:14. Isaya sura ya 9 mstari wa 6, naye nabii aliandika kwa kuvuviwa na Roho Mtakatifu, akasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa umilele, Mfalme wa amani. Kwa hiyo mtazamo wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu uko hivi: huyo huyo ambaye ni chanzo cha uumbaji, Mungu ambaye ni Roho, yeye ni Baba, kwa maana Baba manake ni source, ni chanzo. Na ndio maana wanaume tunaitwa baba na sio wanawake wanaitwa baba. Sisi tunaitwa baba, yani aba, yani chanzo. Kuzaliana kwa wanadamu kunatokana na chanzo cha nani? Cha mwanaume. Tuko sawa sawa jamani wapendwa? Ndio maana tukachukua nafasi ya Kristo katika familia zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa habari ya baba kwetu sisi ni kwa sababu yoyote atakayeamini kazi kamilifu ya Yesu Kristo ambaye ni Mungu Mwana, Baba anamfanya kuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ambaye ni Roho alipokuja katika hali ya mwili na kuvaa mwili wa kibinadamu, huyo aliyeuvaa mwili wa kibinadamu ndio Mungu Mwana. Tuko sawa sawa? Huyo Mungu ili aweze kuambatana na jamii ya watakatifu, familia ya Mungu katika uzao wa Kristo, ili aweze kuambatana kama maandiko manabii walivyoyaandika, lazima atoke katika namna ya mwili arudi katika namna ya roho, ndo Roho wa Kristo au Roho Mtakatifu. Tuko sawa sawa? Tokea mwanzo Mungu alitaka kufanya makao pamoja na mwanadamu, kutabanako, kufungamana na mwanadamu. Lakini kwa sababu ya dhambi ya Adamu wa kwanza, mwanadamu akatolewa katika uwepo wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akafarakanishwa, akawekwa mbali na nani? Na mwanadamu. Kwa hiyo Adamu wa mwisho Yesu Kristo alipokuja, alikuja kurejesha yale mahusiano ambao hapo awali yaliondolewa na Adamu wa kwanza. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo Agano la Kale Mungu alikuwa anawatembelea watu, si ndio? Alikuwa anawatembelea, sio muda wote Roho wa Mungu alikuwa na watu. Alikuwa anakuja wakati ambao anataka kufanya tukio. Ndio unasoma kwamba Roho wa Bwana akakaa juu ya jambo fulani likatokea. Na wakati ambapo muda mwingine alikuwa anataka kuja kuwatembelea kama taifa, kama watoto wa Mungu, alikuwa anawaambia tengeneze madhabahuni, chinjeni, fanyeni hivi. Alafu uwepo wake na utukufu wake unakuja. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lakini katika Agano Jipya Mungu atutembelei, atuandai sadaka na madhabahu mara kwa mara ili aje. Sadaka ishaandaliwa na imetolewa mara moja, ni sadaka ya umilele. Yesu Kristo amefanya makao ndani ya mwamini. Andika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Amesema yeye aliyeungwa na roho wa Kristo, roho wa Bwana, ni roho moja na Mungu, ni roho moja na Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko mengine ambayo manabii wameandika habari ya Yesu Kristo ni Mungu ni Mika sura ya 5 mstari wa 2, Zaburi sura ya 102 mstari wa 25 hadi wa 27, na kwenye Isaya sura ya 20 mstari wa 3. Nabii na mtume Yohana ameandika kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3 na ule mstari wa 14. Amesema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Mstari wa 14 anasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atoke kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo konsepti ya Yesu Kristo ni Mungu ni kwa sababu alikuwepo tokea awali, kabla ya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwepo tokea awali na yeye ndiyo chanzo cha uumbaji wa kila kitu. Anazungumza nini kwenye Wakolosai sura ya 2 mstari wa 9? Anasemaje? Anasema maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya nini? Kimwili. Ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28, nabii Yoeli alitabiri akatangaza kwamba mpango wa Mungu ni kufanya makao ndani ya mwamini, ni kuishi, ni kuambatana pamoja na wale ambao watakuwa ni watoto wake. Amesema nitakuwa baba kwao, nitafanya makao ndani yao. Na tunaona utimilifu wa Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 unatokea kupitia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4 na mstari wa 33. Kile ambacho Yesu Kristo alichowaambia wanafunzi wake kabla hajapaa kwenye Luka sura ya 24 mstari wa 49, kwamba msiondoke hapa Yerusalemu, subirini ahadi ya Baba. Na akasisitiza pia kwenye Matendo sura ya 1 mstari wa 4 na 5 kwa habari ya kusubiria ahadi ya Baba, kwamba ni mpango wa Mungu kutaba na kufanya makao ndani ya waamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 15 hadi wa 17, anasema naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwa kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Yesu Kristo ni Mungu, alikuwepo kabla ya kuja kuvaa mwili wa wanadamu, na yeye ndio chanzo cha uumbaji wa kila kitu. Waebrania sura ya 1 mstari wa 8 anasema lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Kwa habari ya mwana Kristo Yesu, maandiko yanafunua wazi kwamba yeye ndio nani? Ndiye Mungu Mwenyezi. Tito sura ya 2 mstari wa 13 anasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kristo Yesu ni nani? Ni Mungu mkuu na mwokozi wetu. Waraka wa 2 wa Petro sura ya 1 mstari wa 1, Mtume Petro anamuita Yesu Kristo ni Mungu na mwokozi wetu, ni Mungu na mwokozi wetu. Anasemaje kwenye waraka wa 1 wa Yohana
Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20 anasemaje? Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Ndiyo. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Yesu Kristo ni Mungu aliyeuvaa mwili, na ili aendelee kuwepo, uwepo wake uendelee kuwa na sisi, ilibidi apae na ule mwili wake wa utukufu, alafu aje kama ahadi ya Baba. Ni Roho wa Kristo ambao leo ndo amefanya makao ndani ya nani? Ndani ya kila mwamini. Tunapotembea, tunapoenda bafuni kuoga, tunapopika, tunapoenda kulala, kokote tunapoenda, kokote tunapokuwepo, Roho wa Kristo amefanya makao ndani yetu. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Yohana sura ya 8 mstari wa 58, Yesu Kristo anawaambia Wayahudi, mimi ni niko ambaye niko. Anawaambia nyie Wayahudi, baba yenu Ibrahimu alitamani kuniona mimi. Alitamani kuniona, aliniona kwenye maono. Wayahudi wakasema huyu mtu ni mjinga sana, ni mpumbavu, wakamtukana Yesu Kristo. Awezaje kusema wewe mtoto aliyofikisha miaka 50? Akasema kabla ya Ibrahimu hajakuwepo, mimi niko ambaye niko. Alikuwa anamaanisha yule niko ambaye Mungu alijitambulisha kwa Musa kwenye kijiti kisichoteketewa na moto kwenye Kutoka sura ya 3 mstari wa 14, akamwambia waambie niko ambaye niko, ndio Kristo Yesu. Yohana sura ya 10 mstari wa 30 anasema mimi na Baba tu umoja. Mimi na Baba tu umoja. Yohana 14 mstari wa 9 anasema Yesu Kristo anamwambia Filipo, anionaye mimi amemwona Baba. Ni Baba, ni Mungu aliuvaa mwili. Kwa hiyo ukimwona mwana Emmanuel, umemwona Kristo. Maana alimvaa mwili ili amkomboe mwanadamu mwenye mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna Yohana sura ya 20 mstari wa 28, baada ya Tomaso kushuhudia Kristo alikufa na kufufuka, Tomaso kwa mara ya kwanza anamwambia Yesu Kristo, anamuita Bwana wangu na Mungu wangu. Wakati anashuhudia, anaingiza vidole kwenye mikono iliyopigwa misumari, akamwambia Bwana wangu, akashuhudia akasema Bwana wangu na Mungu wangu. Akatambua kwa mara ya kwanza kwamba yule alikuwa anasema nionaye mimi ameona Baba, huyu ni Bwana wetu na ni Mungu wetu. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani upendo. Bwana Yesu asifiwe sana.